Alright, once again, this is EDBX. Kila mtu duniani kote amechoka kuona bei ya mafuta na gesi ikipanda siku baada ya siku. Wamiliki wengi wa magari wameishia kupunguza safari zisizo za msingi ili kupunguza bajeti ya mafuta, na wengine sasa wameishia kuchagua usafiri wa umma na kuishia kuyapaki magari yao majumbani. Well, hapa na pale tumekuwa tukisikia kuhusu magari yenye kutumia maji kama mafuta, ila cha ajabu ni kuwa habari hizi za magari ya maji huwa zinazuka ghafla na kupotea. Hii ilipelekea watu wengi kuamini ule uvumi wa kwamba Illuminati na makampuni mengine makubwa ya mafuta duniani yanatumia kila mbinu kukandamiza teknolojia hiyo. Ipo stori maarufu kuhusu Stanley Meyer, mvumbuzi wa gari linaloendeshwa na maji ambaye baadaye mwaka 1998 alifariki dunia kwa kudaiwa kulishwa sumu mgahawani. Mvumbuzi huyo wa Marekani alidai kwamba gari lake lilikuwa na uwezo wa kusafiri kilomita 180 kwa lita 4 tu za maji na sio kitu kingine. Inasemekana kuwa kabla ya kifo chake Stanley aliwahi kusema kwamba alikuwa ametishwa mara nyingi na wawakilishi wa makampuni makubwa ya mafuta. Anyway, ukweli halisi wa stori kama hizi ni kadhi kudhibitisha, lakini je, ni kweli kuna teknolojia ambayo inatuwezesha kutumia maji kama mafuta kuwasha magari? Licha ya madai miongo kadhaa ya magari yanayoendeshwa kwa maji, kwa nini hakuna hata moja ambalo tayari lipo sokoni? Safi, kupitia episodi hii ya EDBX tutakwenda kutazama ukweli kamili juu ya magari haya yenye kutumia maji. Naam, sasa nakupa habari njema. Ni kweli inawezekana kabisa kuunda gari linaloendeshwa kwa maji. Hebu kwanza tuangalie kemia ya gari linaloendeshwa kwa maji japo kwa ufupi tu. Sasa tuende darasani kidogo. Tunajua molekuli ya maji ina atomu mbili za hydrogen zilizounganishwa. Okay, ni dhahiri kuwa maji yenyewe hayawezi kuwaka wala kuwasha gari. Njia pekee ya kutoa nishati kutoka kwa maji na kuitumia kama mafuta ni kutenganisha molekuli za maji na kupata gesi ya hydrogen na oxygen. Sasa gesi hiyo ya hydrogen ni chanzo cha nishati na inaweza kuwaka. Kwa hiyo gesi inaweza kutumika kama mafuta, lakini sio maji kuwaka moja kwa moja. Kinadharia kuna njia ya kugawanya maji kwa msaada wa mchakato wa kikemikali tuliojifunza kipindi tupo elimu za sekondari uitwa electrolysis. Kwa ufupi sasa, njia ya electrolysis ni njia ambayo maji yanaweza kugawanywa katika hydrogen na oxygen kwa kupitisha mkondo wa umeme kwenye solution. Mnamo Juni ya mwaka 2008, kampuni ya Kijapani itwayo Genpact wao walidai tayari wameunda gari ambalo linaweza kuendeshwa kwa kutumia maji na vimiminika vingine cha aina soda kama nishati. Kampuni hiyo sasa ilifanya juu chini kuficha ukweli wa sayansi iliyopo ndani ya gari lao. Lakini mapema mwaka 2009, baada ya kukosolewa na vyanzo vya habari, ghafla kampuni ikatangaza kufunga mradi wao wakitaja ni gharama kubwa za uendeshaji ndio chanzo. Sasa swali ni kwamba kwa nini hii kampuni na zingine kibao zinaishia tu kuleta prototype ila wanafeli kuja na gari kamili? Ndio, zipo sababu nyingi za kisayansi, lakini kiuhalisia haiwezekani kutengeneza gari lenye kutumia maji kikamilifu bila kukiuka sheria za thermodynamics. Okay, sasa ipo hivi, kwa vile maji ni molecule stable, nishati inayohitajika kugawanya molecule zake ni kubwa mno kuzidi nishati ambayo ingetokana na hydrogen ambayo itazalishwa. Tatizo la magari ya kutumia maji sio kutumia hydrogen kwenye kuwasha gari. Tatizo linabaki katika jinsi ya kupata nishati kutoka kwenye maji ndani ya gari bila kutumia kiasi kikubwa cha nishati ya electrolysis. Sasa sembuse kujua hii, magari yanaweza kuwaka na kuendesheka vizuri kabisa kwa kutumia hiyo hydrogen kuliko petroli. Ndiyo, magari yanayotumia hydrogen kwa upande mwingine yanaweza kutoa nishati safi ya kuwasha magari kwa hizi siku za sasa. Ila baadhi ya wawekezaji kama Elon Musk kwa mfano wanapinga wazo la magari hydrogen wakidai kwamba haiwezekani. Ila wapo wanaunga mkono teknolojia hii ya magari ya hydrogen, na zipo tafiti zingine zinazofichua ukweli kwamba magari ya hydrogen yana kasi kuliko yale magari ya umeme. Kampuni kubwa ya magari kama Toyota tayari wameunda magari yenye kutumia hydrogen fuel cell system ambayo hayaleti uchafuzi wowote hewani, yani zero emissions. Labda unaweza kuhoji magari ya hydrogen fuel cell yanafanyaje kazi? Ni hivi, badala ya mafuta, gari hili hujazwa hydrogen. Hydrogen inayoshinikizwa kwa mchanganyiko na oksijeni hewani ili kuzalisha umeme, na hapo gari inaweza kuendesheka. Sasa ni muhimu kutambua kwamba mchakato huu hautoi moshi. Kitu pekee kinachotoka kwenye exhaust ni maji tu, na huo ni mwanzo tu. Yawezekana kabisa magari ya hydrogen ndio yakawa magari mbadala bora wa mafuta huko mbeleni, kwa kuwa kwa sasa magari ya umeme wa betri lithium yana shida zake. Kwanza hufanya gari kuwa zito mno, na pili betri zake huwa sio za kudumu muda mrefu. Sasa niambie wewe, unasapoti magari yapi, haya ya umeme kama ya Tesla au haya ya kutumia hydrogen kama ya Toyota? Thank you for watching. Please like, share and subscribe.